Mimi niliye mbele yenu ni mjasiriamali mwenzenu. Mimi nashughulika na mambo ya printing na kudesign vitu tofauti. Mfano mzuri tu, moja ya kazi yangu ni hii. Si maajabu wala si miujiza. Hii ni kazi yangu, nimefanya kwa mkono wangu. Nimebuni. Katika wakati mwezeshaji mmoja wa mambo ya biashara anasema uwe mbunifu. Mimi nafanya biashara China. Lakini sijaifika China. Wala sikujui. Nguvu ya mtandao. Na design soksi za mashule. Nilikaa nikafikiria, kwa nini nisiende kwenye mashule? Nijipanue zaidi kwenye biashara zangu. Utashangaa nafanya biashara za karatasi lakini na za nguo ambazo ni soksi, ni nguo, sio karatasi lile. Nikaenda kwenye mashule, nikaongea nao. Uniform ya shule, unakuta mtoto anavaa soksi nyeupe tu. Lakini na design socks za shule. Naweka logo kwenye ile socks. Nachora, nikishachora naituma China kiwandani. Wana design ile socks, wanaishona, wananitumia kwenye ndege na ihakikisha kwamba iko sawa. Baadaye natoa order, natuma pesa kwa mtandao. Inaenda. Hiyo ni nguvu ya mtandao. Wanashona socks kulingana na idadi niliyowapatia na ninawaambia kwamba hapa rangi hii, rangi hii, rangi hii. Socks zinakuja na supply, inapata pesa kwa bei rahisi, kwa kutoka mbali, na simtumii mtu mwingine zaidi ya mimi mwenyewe nafanya. Natoa na clear mzigo wangu, napata pesa. Na mwezeshaji mmoja amesema kwamba fanya kitu chako kwa uzuri. Nimepata shule nyingi za kuzishonea socks kwa sababu kazi yangu ni nzuri. Kwanza naangalia hali ya hewa ya Tanzania. Namwambia kabisa kisha ina cotton nyingi na elastic ya kutosha. Socks sio siku mbili mama kafua, wengine wanaishi sehemu zenye maji ya chumvi. Mara socks imelegea. Hapana, ni cotton safi. Kwa hata kuna shule ya masista niliwahi kumtoa Mkenya na socks zao za Kenya ambazo zina nailoni nyingi. Nikaingia pale, mkuu wa shule alienda kwenye mahafali ya shule ninaoshonea, akaona socks nzuri, akamwambia mnashona na nani hizo socks? Akamwambia nashangaa tu napigiwa simu, mimi mnani sister shule ya Kanosa. Kama kuna mnao nisikia hapa Kanosa, mwalimu nafikiri unaweza kanajua. Kanosa ni shule za masista wa Roman ambao ni shule ni shule kubwa. Nikaenda nikakaa na yule sister mezani, akanambia sasa, nikamwambia kama unavyoamini kule nimefanya, nitafanya, na nikafanya. Lakini ni kwa nini? Kwa mtandao. Na sikuwahi, kuna mwingine nikafanya naye biashara, sikuwahi kuonana naye kwa macho. Mimi nafanya biashara kwa kupitia simu sana. Hata mpaka Morogoro, Mwanza, wapi wanatumia kazi kwenye simu. Akishanitumia natengeneza, namtumia kwenye simu. Anasoma na hakiki kazi yake iko vizuri. Na print nasafirisha kwenye basi. Sio lazima umfuate mtu hivi. Nguvu ya mtandao, jitangazeni. Kuna kina mama hapa wajasiriamali. Unaangalia vitambaa viko vizuri. Angalia, agiza vitambaa washonaji. Agiza vitambaa China. Agiza wapi? Dubai, India. Agizeni vitu. Thubutu. Mwanamke lazima uwe na uthubutu. Usijiweke nyuma kwamba uwe uwezi, unaweza. Hata wale wanaokaanga samaki. Andaa samaki wako vizuri, wafunge vizuri. Weka kwenye mtandao, jamani mimi nauza samaki. Si kina mama wote wanaweza kukaanga samaki kwa uzuri, hapana. Wewe utakapojitangaza, wakaona kazi yako ni nzuri, utapata kazi. Unaagiza vitu, unatoka, unafanya biashara. Yaani jiamini, kwanza jiamini, alafu kuwa mbunifu. Unakuza mtaji wako na biashara yako na brand. Hakikisha kazi yako unaifanya kwa uzuri sana. Kwa hiyo si hadithi walizokuwa nakupeni. Mimi naishi.